Hello, it's Chao Digital again. You're welcome. Ni video editing tips tena, na leo ni synchronization process. Lakini kabla ya kuanza synchronization process kutoka mwanzo mpaka mwisho, hatua kwa hatua, lazima kwanza tujue umuhimu wa synchronization process kwenye video production. Kwenye second stage ya video production, ambayo ni production stage, kamera na microphone huwa zinatumika kunasa matukio mbalimbali yanayoendelea kwenye film, ambapo video editor atakuja kuyaunganisha na kuyapa mvuto wa simulizi zenye hisia ndani yake, ili sasa kuweka hisia kwenye video zetu. Kwenye kila scene ambayo tunataka kuinasa kwenye film, lazima zitumike kamera zaidi ya moja ambazo zimewekwa kwenye engo tofauti tofauti kulingana na hisia ambayo inataka kuwasilishwa. Mfano kidogo ni oblique camera angle, ni ile ambayo inamtazama mlengwa au object kwa chini au kwa juu. Ile ambayo inamtazama kwa juu inaonyesha unyonge, udhaifu, na ile ambayo inamfanya object au juu inamtazama kwa chini inaonyesha nguvu, inaonyesha ujasiri. Lakini kuna kamera angle nyingine ambayo ile ambayo ni 100 degrees, alafu ipo karibu kabisa na object au mlengo, hiyo inaonyesha uoga, hisia za uoga, kutetemeka. Na hapa ndipo video editor anafanya synchronization process, yaani kuyalinganisha matukio yote ambayo yamechukuliwa na kamera mbili tofauti kwa usawa, kutengeneza scene moja ambayo ina mvuto wa kihisia yenye engo tofauti na inawavuta watazamaji kutazama. Haya maelezo kuhusu umuhimu wa synchronization process na kila kitu nimechukua kwa kutumia kamera mbili, yaani simu yangu unaiona hapa na kamera hii ambayo unaiona hapa ambayo ni webcam, ili kusudi kukuonyesha wewe synchronization process nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila kitu ambacho kinafanyika ndani yake. Kwa karibuni tuone sote. Tunachokianza hapa ni synchronization process. Lakini kama hujui namna gani tumefika hapa, basi fuatilia video yetu ya nyuma ya kuhusu video production for beginners, au kwa watu ambao wanaanza kwa mara ya kwanza. Utaona jinsi gani unaweza ukafika hapa, na mengine mengi zaidi utaona kule. Lakini leo ni synchronization process. Kinachofuata hapa ni kuleta video zetu zile ambazo zinafanana, ambazo tumezichukua kwenye scene moja kwa kamera tofauti tofauti. Kwa hapa kwangu sasa hivi nina video mbili ambazo nimechukua kwa kamera hii ya kompyuta na kwa kamera ya simu. Kwa hiyo nakwenda kuzileta zile ambazo zinafanana. Kwa hiyo hizi ni video mbili ambazo zimechukuliwa kwenye scene moja kwa kamera tofauti tofauti kutoka kwenye engo tofauti. Kwa hiyo ili kufanya synchronization process tunatakiwa zikae kwenye bars mbili tofauti, alafu nikae sehemu moja, then tunakuja tunaziselect zote kwa pamoja, alafu tuna right click, kisha maliza right click tuna synchronize. Kama tuna click hapo synchronization, tunakuja hapa tuna select mix down, alafu tunaweka okay, alafu tunasubiria kidogo, alafu video zetu zinakuwa tayari zimeshafanywa synchronization. Kwa hiyo tunakuwa tunazikata kule ambapo hatutaki kutokea kwenye video yetu, kama huko hivi nakuja kwenye wembe yangu hapa na pakata kwenye wembe na pakata, na huko pia nakuja kata, alafu nikishamaliza hapo na ndio sijakata sehemu moja na kata na hii hapa. Nikishamaliza nakuja ku-store hapa, Control X na Control X, na pale ni-store hapa zinakuwa ni video mbili ambazo zote zinaenda kwa pamoja, zinaongea kitu kimoja. Hizi lens zetu mbili zimeshakuwa synchronized. Kwa hiyo sauti yake kwenye video zote na picha yake zinaenda kwa sababu kile kinachoongeleka kwenye video moja ndicho kinachoongeleka kwenye video yake. Kwa mfano tukijaribu kuiplay alafu tukazima ile moja, tutaona
kuna layer nyingine inaongeza kile kitu. Unaona kama ya hii ndio kitu kinachoongelewa hapa ndio kinachoongelewa kwenye video hii hapa. Kwa hiyo synchronization process imeshakamilika. Unaenda kuzifanyia zile video nyingine zote kama tulivyofanya hapo mwanzo. Kwa hiyo hapa tunakwenda kuzileta zile video zingine ili kusudi tuendelee kuzifanyia nazo synchronization process. Kwa tunaanza na video yetu ya hapa. Tunaichukua naileta kwenye Adobe Premiere Pro kama hivi. Edit kusudi ikae hizi process za kuedit unazifanya kwenye ile video ya kwanza kilopita. Basi ukishamaliza tunaenda kwenye ile kamera yetu ya pili, tunaenda kuchukua video yetu nayo tunaeleza kwenye Premiere Pro, tunaiweka juu yake. Imaliza tunaziselect zote mbili tunazifanyia synchronization mix down tayari. Baada ya kumaliza synchronization, sasa tunaanza kuchagua wapi tunataka tupakate to exchange sasa hizo angles. Kwa nitaenda kuchagua sehemu zangu za kukata kama hiyo. Kwa mwanzo nataka nianze na hii hapo. Ninataka nikate kidogo hivi. Kwa uchaguzi wako ambao utaona ni sahihi. Zikatakata kumaliza na kutoa tu zile sehemu ambazo zitaonekana sehemu kama hivi. Utaona inaanza kuingia hapo na kama hivi. Utaona hivi. Na hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa synchronization process ambayo tumefanya kutoka mwanzo mpaka mwisho. Basi nawashukuru sana na naomba wale ambao bado hawajasubscribe ili kusudi kuwa wanafamilia wa Shao Digital na kuendelea kufuatilia tips za teknolojia kama hizi, basi muweze kusubscribe. Asanteni sana na Mungu awabariki.